Amen. God bless you. God bless you. Nitaombea Mungu baadaye. Tunaweza kukaa chini. Nitaombea 10%. Ninajua ni baada ya Bwana kuna watoto waaminifu. Ninajua tu. Ninajua kuna watu ambao hata wataenda kwa Mungu. I know. Now, Luke chapter number 11. Pastor Masa soma Bible. Kila mtu ako pale. Luka kifungu cha 11 mstari wa 16. Wengine walimjaribu wakimtaka ishara itokayo mbinguni. Naye akajua mawazo yao, akawaambia, kila ufalme uliovitinika wenyewe kwa wenyewe hufanyika ukiwa, na nyumba juu ya nyumba huanguka. Basi ikiwa shetani naye amevitinika juu ya nafsi yake, ufalme wake utasimamaje? Kwa kuwa ninyi mnasema kwamba mimi natoa pepo kwa Beelzebuli. Wait. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Salama. Everybody. Hitaji nami
Rejea kwa maandiko na nisomee mahali ulikuwa. 16:18. 16:18. Kila amwachaye mkewe na kumwoa mke mwingine azini. 19. Akasema, huyo ni Yesu. Palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi na kula siku zote kwa anasa. Na maskini mmoja jina lake Lazaro uwepo mlangoni pake, ana vidonda vingi. Palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za tuanze hapa, lakini sitachukua muda mrefu. So Joshua, simama. Kuja hapa tu. Joshua. Okay. At the look, just kuangalia. Angalia Joshua. Bwana asifiwe. Wangapi wanaona Joshua? Ako aje? Ile kushipa yenye ni neno la kuonyesha kupoa. Si ile akavuna. Yes. Everybody smile. Dress code itakuonyesha jinsi mfuko yake iko. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo point number 1, kanisani ninajua kuna watu wako na pesa, money. Na ujua utajiri, usiseme mimi si tajiri. Utajiri ni ile kitu ambacho wewe unaweza kusema ni uko na kitu chako, uko na vitu vyako, unaweza shika hata sometimes uuse na zikusaidie. Huyo ni tajiri. Pia Yesu makofi mazuri. Tutakuelewa na kukujua kuanzia Yesu. Alikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa ni tajiri, na Biblia inaongezea na alikuwa na vaa manguo la mpaka Biblia inahesabu ama inaexplain mavazi yake. Kwa hivyo mavazi ni kitu kimoja kinaonyesha jinsi mtu ameishi hadi life yake iko namna gani. Kwa hivyo leo ukitaka kutofautisha tajiri na maskini, tazama point number 1, dress. Leo sifunzi, nitafunza kidogo, ninahubiri. Bwana Yesu apewe sifa. Na hata kama huna pesa na unataka kuingia katika malango ya walio na pesa, anza kuvaa manguo ambayo iko decent. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sitaonyeshana maskini kwa kanisa, maana najua wapo hapa, lakini toka hivi na utembee. Ukiona mwanaume anatembea na aidha nguo kuna pingine siko na tumashimo, amevaa hivi manguo iko na uchafu, na sometimes anifiti, anaweza kuwa amevaa nguo shati kwa huko ni kubwa, kuna roho ya umaskini ndani yake. Bwana Yesu apewe sifa. Hata kama hauna financial, hauna pesa, my friend, anza kuandaa the spirit of riches kupitia kwa kufaa na kukaa kama wale ambao wamepata pesa. Waje kusema kwetu hatuna pesa, mimi sina pesa, na unafaa manguo hata haikufai, viatu hata ni kubwa kuliko mkuu yako, ati ni kwa maana una pesa. Praise the name of Jesus. Ati ni kwa maana huwezi ukapima nguo, hauwezi ukapima nguo ndio, lakini kuna mitumba ambao pia ni fiti. That's why
difference between shida na tajiri. Praise the name of Jesus. So in the house of God there are rich people. Watu ni matajiri. Watu wamebarikiwa. Mama, simama. You are very smart. Mama, we want to see you. Hey, wewe. Hebu kuangalia. Hebu pigie Yesu makofi. Watu wa kanisa hili wamebarikiwa. We are blessed. Hata kama saa hii una pesa, kuna siku ulipata na uko na maono ya kupata. Na zinakuja kwa jina la Yesu. Watu wa Mungu, wajeni niwaambie, pesa ni spirit. Man is spirit. Na hiyo spirit huanga inatapiwa. And you cannot gain man without giving man. Jika umesikia nikiambia peni sitakuona kanisani kama huna suti. Kuna vile nilikuwa namaanisha. Nataka ku reinforce na kuenforce, maana ninajua ako na talent na vision. Sitaki hiyo vision hizi. Usianze kutembea na t-shirt. Na kweli wewe tunajua ni mtumishi wa Mungu. Hallelujah. Sasa mbele. Na kila mtu under the spirit ya kuinuka. Wherever you are. Ili Mungu angalie haone huyu hata kama hana pesa, ninaweza kumdhamini na pesa. Hakuna kitu kizuri kama pesa. Na wacha nimbili pesa leo. Hakuna kitu kizuri kama pesa. Praise the name of Jesus. Utajiri, urithi. Hebu uliza mtu, wewe uko na nini unaweza uza leo? Uko na nini unaweza uza leo? Hata kama ni Nairobi. Uko na kuku unaweza uza? Nairobi nyumbani. Uko na kambuzi? Jamani, kama kanisani tunakaa huko Nairobi, hiyo maisha hauna chochote. Hauna kitu unaweza shika. Hauna kitu unaweza kiita chako. Tutakosana sasa. Nasema tutakosana. Unasikia? Mimi sasa hii hata nikimdaiwa kuna kuku naweza shika hata. Wacha nyumbani hapa nishike niuze. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Huo unaonekana mwanzo wa utajiri. Kuwa na kitu. Si pesa ushiki, shika pesa tu, maana niambia mama ninunulie kuku moja. Hata kama ni kuku moja tu ko. Haitapita miezi kadhaa utasikia huku kuku kuna watoto wako. Ni watoto ama ni chini. Kuna wengi. Na hii itakuwa mwanzo. Unaweza kuona hata kama ni ametaka mali kama 20 na atakuwa hizo kuku zote within 3 months uko na kuku 20 mpendo, na kuna kuku, kila kuku ni ngili within 6 months unaweza kuwa na kuku 6 months, then unaweza uza 1000 na hiyo nyingine inafuatilia, na zote zinaanza kufuatilia within 1 year. Na utajiri unapatikana through practice. Lazima ufanye kitu. Kama saa hii tumejikakamua sasa, tukaweka nadhiri, tukasema we are going to support. Kuna kitu tunapata ndani. Lakini jameni, bila kufanya practice, kuna kitu kitaonekana? Hakuna kitu kitaonekana. Huwezi kaa kwa nyumba useme Mungu niletee. Lazima utoke ufanye kitu. Bwana Yesu apewe sifa. Nane nilikuwa nimesoma mstari wa 19. Aliye na nguo za rangi ya zambarau na kitani safi. Gusa mtu mwambie kama unavaa nguo chafu, hiyo ni roho ya maskini. Nguo chafu. Chafu. Sisemi overall, wala unafanyanga kazi kuna chafu. Sisemi overall. Lakini
lakini ile nguo tuko practically, sinaingia spiritual practically. Kutokea kwako lazima kuwe an example. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Imefika mahali sasa nikaambia mke wangu na nikajifunza, even Monday, Tuesday na Wednesday, Thursday mimi utanikuta nikiwa tu katika office ya kuvaa nguo sawa. Una mahali karibu ni aibiki. Amen. Nilikuwa nimevaa tu sijui ni overall para. Na kutokea mbele ya mshirika. Nikaanza kumsalimia, Bwana Yesu asifiwe. Akaenda hivi. Nataki watu wajue huyo ni pastor wake. You obvious nitamwambia asifiwe Yesu wengine na itabidi aniexplainie mimi ni nani. Bwana Yesu apewe sifa. Zambarau ni rangi ambayo inapendeza. Zambarau na ni kitani, ni kisafi. Bwana Yesu apewe sifa. Nakula siku zote kwa anasa. Wapendwa, tajiri maisha yake ya kukula. Siku nyingine niliusiza Evan, kwa nini Evan anaenda? Akaniambia every kwa wiki unakula nyama mara ngapi? Kila siku. Kila siku. Hata msipoambia blesi ataniambia. Asiblesi wewe unaletea na shule. Si ndio kweli? Unajua tuna wazazi wananiflect yangu na watoto. Na wazazi wengine watoto wao tuko nao hapa. Na by the way ikifika saa lunch time, kama mtoto amebeba nyama, kama hata niletea atapelekea yule mwalimu. So tunajua kwa Faith kulikuwa na nyama. Can you imagine Tuesday? Kwa Faith kulikuwa na nyama. Wednesday walipika samaki. Thursday walipika omena. Na sote tunajua. Sasa tunajua hapa kuna pesa. Hiyo Joshua wewe kuniambia ni kumbaya. Watoto ni kioeni. Na wako hivyo tu. Wanapenda tu hivyo tu. Hakuna mtoto anakulanga. Chakula wanajuanga saa ile wa mama wamewekea chakula nzuri. Wanajuanga. Kama huyu Joy ana make sure ameleta kadogo tu uonje, na kuna chakula kingine pia inaonjanga vizuri. Unajua yeye ikionja vizuri atakuletea. Pigia Yesu makofi mazuri. Ukitaka kutambua tajiri, utaangalia aina ya chakula. Tajiri anakula chakula cha anasa. Chakula cha anasa ni chakula ambacho ni cha bei ya juu. Praise the name of Jesus. Wacha nisitoke kwa vinywaji, lakini hata vinywaji vimewekwa ndani. Bwana Yesu apewe sifa. Chakula cha mtu ako na pesa ni chakula kizuri. Jamani, mkitaka kujua, na kama hapa kuna mtu ashapanda kwa tajiri ama kwa watu wanakaa Luna whatever, wanajuanga tofauti ya huko na huko kijiji. Nani ashapanda huko? Hata Rosi anaweza tuambie kweli. Ile chakula anapikia kwa Somali pale kina Rosi. Na jioni anakuja kuvika ile sukuma hapa kwake kwa nyumba. Dhati utofauti. Bwana Yesu apewe sifa. Nani ashapanda kwa tajiri hapa? Mimi najua watu washapanda. Okay, nani ashaenda akatembea huko kwa hao watu? Nani kuna mtu wao huko? Bwana asifiwe. Praise the name of Jesus. Unawajua hiyo maestate ni makubwa sana kuna na maana chakula cha anasa, chakula expensive. Tajiri hautamuona siku moja akichomewa mandazi. Hautamuona tajiri atakaye chini ni chakulie mandazi ile. No. Lakini
lakini huku tutachaguliwa. Ukweli ama uongo? Nani hajachaguliwa? Nani hajawahi chaguliwa mandazi? Sijasema ni mbaya, lakini ukweli wa mambo, hebu weka chagua mandazi hapa. By the way, hata ikichaguliwa ama chapati, wengine wanakatakatiwa chapati nne. Hebu koroka hiyo, mkoroko itakaje? Iwekwe hapa na chakula ya tajiri, mchele na nyama, ya nyama. Angalia, hii ni choma, hii ni utachukua nini? Chagua. Ndio chagua choma. Tunachukua hii. Utofauti wa kukula unaindicate una pesa ama una pesa. Na hata kama wewe ni tajiri na una pesa, hiyo itabidi utatafuta ukope ukule vile unapanga. That is si ndio kweli? Si ndio kweli? Lakini tembea nyumba ya maskini, panga sukuma asikarangwe na mafuta, sina test makami, unajua ile ona siku strong tea imepikwa, hata iwe ni special au hauna strong tea. Nani alienda kwa tajiri na akatoa strong tea? Hakuna. Vile wewe unakula ina indicate uko pande ya maskini ama uko upande wa tajiri. Kuna mwingine alituzoesha maziwa. Sasa ametukausha. Pikia Yesu makofi. Anajua. Hata nilikuwa watu wakiingia kwangu maziwa haraka. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo ndio maisha ya tajiri. Na it is true, katika huu huduma kuna matajiri. Kuna mtu ajui strong tea ni nini. Haleluya. Ni kweli. Simupo. Siopikie Yesu makofi, wewe ni tajiri. That is true. Wengine wamebarikiwa. Tuendelea. Namba 20. Nisomee namba 20. Na maskini mmoja jina lake Lazaro. Na maskini mwingine ama mmoja jina lake ni Lazaro. Wekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi. Anawekwa malangoni pake, hapo kwa malango. Na alikuwa na vidonda mingi. Naye alikuwa akitaka kushibishwa kwa makodo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Chakula yake ni ile makodo ama ile limit. Ile chakula imeanguka. Ile chakula imeanguka. The limit. Bwana Yesu apewe sifa. Ukitaka kujua mtu akona roho ya umaskini, point number 1, aungani anaongopanga mali. Pigia Yesu. Kama uko hapa na uombi, si ndio? Anauliza niliomba lini Monday? Wacha nipuke Tuesday, Wednesday. Nitaomba dhambi. Bwana asifiwe. Tutoke kanisani, ingia mitaani. Utawaona wajamaa hawaombi. Basi kama ni disease, kama ni chochote, utakuta hakuna vidonda, kichwa kinakaa, nywele inakaa. Hiyo ni signs za umaskini. Sign nyingine ya umaskini huyo, na utajiri ni Mungu anapeana. Basi huyu mwanaume ambaye anaitwa tajiri alikuwa amepewa utajiri. My friend, maana tumejua katika nyumba ya Bwana kuna watu matajiri. Yes, Bwana Yesu apewe sifa. Kuna watu matajiri. Atakana si pesa, your spirit, your heart as that richness spirit iko.
huyu mtu alikuwa anajua kuna mtu hapo nje anapokea pesa, anapokea chakula ambacho ni mabaki, na hiyo mabaki na kuwe na humbwa, lakini anaendelea na kutupa pale nje. Kwa nini? Praise the name of Jesus. Ninataka watu wa Mungu tujiulize, wakati nitabarikiwa ama wakati huu nimebarikiwa, how am I utilizing my richness? Na pesa ambazo nimebarikiwa, ninafanya kazi ya Mungu namna gani nazo? Hello? Praise the name of Jesus. Si ati kana kwamba the rich man alikuwa anajua hapo nje kuna mtu anahitaji chakula, kuna mtu anahitaji matibabu, kuna mtu anahitaji mavazi. Alikuwa anajua, lakini hakuna siku, na hatujasoma in the Bible kana kwamba the rich man kuna siku alifikiria wacha nimpelekee huyu hii manguo hapa, na alikuwa amejaza manguo ndani ya hiyo nyumba. Hakuna siku amefikiria wacha nichukue pesa nimpeleke hospitalini, maana katika Biblia tunaona kuna mtu alipeleka mwingine hospitalini. Anaitwa nani? The good. In the Bible there is also hospitality. Bwana Yesu apewe sifa. Watu wa Mungu, Joshua, leo ukijikuta uko na milioni, Bwana asifiwe, utatumia hadi hizi pesa. Mapendo, I'm sorry to say it. Kuna watu Mungu hawezi akaruhusu wapate pesa. Are you listening? Are you listening? I want to tell you. Kuna watu Mungu hawezi akaruhusu wapate pesa, maana wakipata pesa itakuwa ni shida kwa watu wengine. Mungu akikudhamini na 1 million utafanya nini? Sita, kuna mwingine alipata, ilikuwa inaenda M-Pesa, tunamjua, sinamjua M-Pesa, ikaingia 10,000. Huyu tajiri, maandiko inasema alipopata pesa hakukumbuka kana kwamba kuna watu wengine wanapitia mapito, lakini badala yake alifanya kuwapea zile chakula za mbwa. Mungu atakudhamini mtumishi wa Mungu kama amekudhamini na haina mshahara ya 20,000. Amekudhamini na hata siku moja umepata pesa, lakini ngoma tunang'ang'ana hapa, tunashikilia, tunang'ang'ana na mixer. Hadi imagine hii mixer ni watu watatu wanatengenezana. Na si na pesa akikupea, ama akikupea pesa, utakanyanga watu vicha. Utatusi watu. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Atakuamini. Hadi. Mungu atakuamini. Atakuamini. Kuna watu Mungu asiwaamini na pesa. Unless we change the character. Hii neno inakata mpaka wachungaji kama mimi. Unless I change the character, itaweza kaa hii ya kiwango for a long time. Ikiwa nimelimitiwa na si shetani. Kulingana na baraka ambazo umebarikiwa, na hata kama hauna uwezo. Nashukuru Mungu, nimeona wakati kina mambo walichomekewa, watu walijitoa. Wengine wakampea manguo, wengine chakula. Bwana asifiwe.
lakini wengine wakakuwa kama yule tajiri, wanaona tu mambo wanahitaji, lakini kwanza leo tumikia Mungu, tumikia Mungu na uwezo ambao unao. Tajiri akutumikia Mungu na uwezo ambao alikuwa amepewa. Inawezekana kama tajiri angesaidia yule maskini, inawezekana pia tajiri angeenda katika kifunga wa hybrid. You know, these are payments. Just nilisema kana kwamba the word of God is rewarding. Na number 2, the word of God will be rewarded. Neno la Mungu linalipa. Kazi ya Mungu linalipa hapa, na kazi la Mungu litalipwa. Pigia Yesu shangwe na vigelegele. Tusitarajie tu hapa, lakini kule mbinguni tutarajie. Lakini jamani, kuna uzuri gani hapa duniani tuteseke hata kama tunaenda mbinguni? Si hapa maana Bwana akachukuliwa na malaika mpaka kifuani mwa Efraim. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Kuna tofauti ya kuchukuliwa na kuzikwa. Na kuzikwa ni kuzushwa, lakini kuchukuliwa ni kuinuliwa. Bwana Yesu apewe sifa. Watu ambao mmebarikiwa, na ninajua ni wote kanisani, maana kanisani sikuona mtu anavaa nguo iko na shimo hapo. Sikuona mtu anatembea na kiatu imekatika kama hapo atokee. Sikuona mtu ambaye sana hata wa mama, ninaona nywele maridadi. Angalia Faith, angalia sister, angalia Jane, angalia mama Pia, angalia Veronica, wote. Hata mama mgeni ako smart, si ndio? Hakuna mtu